Kwa majina naitwa Dr. Kassim Twa Msuya kutoka hospitali ya Baraka Polyclinic na act as a MOI ambao ni medical officer in charge wa hapa kituoni kwetu. Leo ningependa kushare nanyi ugonjwa wa kisukari au kitaalamu diabetic. Sawa? Na ugonjwa wa kisukari tutaanza kidogo nini maana yake, vitu ambavyo vinapelekea kisukari, lakini aina za kisukari, lakini pia nini kifanyike utavyohisi hizo dalili za kisukari. Tukianza na ugonjwa, kama nilivyosema, ugonjwa mada yetu kule ni ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni pale endapo kongosho inashindwa kumeng'enya vizuri sukari yako, sawa, kutoka kwenye sukari ya kawaida ili kwenda kwenye utunzaji wa sukari yenyewe ambayo tunasemaga conversion of glucose to glycogen. Maanake sukari ikiwa imezidi inatakiwa ibadilishwe kwenda kwenye hifadhi yake, na mtendaji mkuu wa hicho kitu ni tunasema ni insulin ambayo anazalishwa katika kongosho au kwa kitaalamu tunasema pancreas. Kwa hiyo aina kuu mbili za kisukari, kuna kisukari namba 1 au type 1 diabetic na type 2 diabetic. Tukisema type 1 diabetic maana yake au kisukari namba 1 yule ni mara nyingi zamani wanakita kama kisukari cha kuzaliwa nacho. Maana yake hii tulizoea wanapata watu wakiwa na umri mdogo, kwa sababu hawa wanakuwa hawana uwezo kabisa wa kuzalisha insulin ambao inazalishwa katika kongosho. Hawa hawana uwezo kabisa. Kwa hiyo ndio maana tunasema namba 1, na mara nyingi hiyo inakuwa ya kuzaliwa nayo, au mara nyingi unaweza kukuta mtu ukiwa mdogo kaumwa baadhi ya virus wanapelekea hiyo kupata aina ya kisukari namba 1. Lakini aina ya pili ya kuu ya kisukari ambayo huwa ina akaunta watu wengi wa kisukari, mara nyingi tunasema ni type 2 diabetics. Mara nyingi hii tunasema umri ukiwa umesogea. Kwa hiyo hii yenyewe inakuwa insulin yako inakuwa pancreas inazalisha insulin, lakini insulin inakuwa insensitive. Maana yake inakuwa ule uwezo wake wa kubadilisha sukari kwenda kuwa glycogen au fomu ya utunzaji wa sukari unakuwa unapungua, na hii inatokana na mfumo wa maisha, kwa sababu ya kuishi kipindi kirefu kwa kuwa na sukari juu. Sukari yako inakuwa juu kwa muda mrefu. Mfano sasa hivi mfumo wa maisha tunakula vyakula vingi vyenye sukari. Kila chakula unachokula hauwezi ukakosa sukari. Chakula chochote kile, wanga mwingi unakuwa ni. Kwa hiyo insulin yako inakuwa inazoea kufanya kazi, inapunguza uwezo wake wa kubadilisha. Kwa hiyo shida sio kongosho kuzalisha, lakini shida inakuwa insulin inayozalishwa inakuwa insensitive. Maana yake inakuwa haiwezi kuhisi ile sukari. Kwa hiyo inakuta mtu unabaki kipindi ambacho unakuwa na sukari nyingi mwilini mwako. Kwa hiyo kwenye hizo aina kuu mbili za kisukari ndio hizo, lakini zipo aina nyingine za kisukari ambazo kuna tunasema morbid au tunasema au labda ambazo ni aina zingine za kisukari lakini ni rare. Kama nilivyosema, type 1 mara nyingi ni kwa watoto, lakini type 2 ni kwa watu wazima. Kwa hiyo lakini siku hizi tunapata kesi nyingi hata hizo aina za kisukari zina wave. Unaweza ukashangaa unapata type 2 kwa mtu mzima, type 1 kwa mtoto, type 1 kwa mtu mzima, type 2 kwa mtoto. Siku hizi inatokea mabadiliko yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo tukisema nitafocus sana na type 2 kwa sababu ndio most common inayotokea. Tukija kwenye type 2, risk factor zake za kupata kisukari, cha kwanza, kama kuna family history, kwenu kuna historia ya mtu yoyote ambaye aliwahi kupata kisukari, kuna asilimia kubwa na wewe kurithi kupata kisukari. Lakini ya pili, kama mtu tunasema ni sedentary lifestyle, mfumo wako wa maisha unahusisha kukaa muda mrefu. Maana yake nasema exercise, mazoezi yanasaidia kuchoma au kupelekea insulin kuwa active. Kwa maana yake kama wewe unakula vyakula vya sukari hapo ufanyi mazoezi, una maisha yako ni kazini, unakaa kwenye usafiri, unarudi nyumbani unalala, unaenda kazini, maana yake mwili wako unakuwa inactive muda mwingi, una chance kubwa ya kupata kisukari namba 2. Lakini vitu vingine ndo mfumo mbovu wa vyakula
vyakula tunavyokula sana ni vinakuwa vya sukari kwa wingi, soda, unywaji wa pombe uliopitiliza, lakini pia ulaji wa wanga kwa wingi, haswa mlo wa usiku. Kwa hiyo ni risk factor pia ya kupata kisukari namba mbili. Lakini zipo sababu zingine ambazo zinaweza kupelekea ukapata sukari, mfano kama baadhi ya magonjwa kama Cushing disease au polycystic ovarian syndrome, lakini pia yapo magonjwa kama renal disease na magonjwa mengine ambayo yanaweza kapelekea sukari kupanda. Kwa hiyo hizo ndo tunasemaga ni risk factor au vichochezi vya kupata kisukari. Lakini vipimo vya sukari vinapatikana kila sehemu, ikiwepo hospitalini kwetu. Huwa tunafanya vipimo vya sukari. Kuna kile kipimo cha rapid cha haraka haraka, tunasema ni random blood sugar, ambayo ina normal yake ni 3 mpaka 7. Lakini vipo vipimo vingine ambavyo tunaweza tukakifanya ni fasting blood glucose. Mtu tunamfungisha kwa njia kwa muda fulani, afu baadaye tunaangalia sukari yake. Kwa pia zipo value zake ambazo tunaangalia normal inatoka kiasi gani. Lakini pia vipo vipimo kama tunasema glycosylated hemoglobin. Maana yake glycosylated hemoglobin ni ile tunasema kuangalia sukari ya miezi mitatu nyuma, na hapa kwetu pia tunafanya hiyo, inaangalia sukari yako ya miezi mitatu nyuma. Kwa hiyo vya kawaida huwa tunagundua sukari ya sasa, lakini glycosylated hemoglobin ambayo hata kwetu tunafanya, tunaangalia sukari ya miezi mitatu nyuma, pale ambapo hatuna uhakika hii sukari yako. Na dalili kuu za sukari, mara nyingi tunasema mgonjwa atakuwa kuna triad ya vitu vitatu vikuu, ambaye huenda unapata kukojoa mara kwa mara, kusikia kiu mara kwa mara, lakini pia kusikia njaa mara kwa mara. Hizo dalili kuu 3 za kisukari. Lakini sometimes pia inaweza ikajimaski kwenye dalili zingine za magonjwa mengine, kuchoka ulipopitiliza, kupungua kwa mwili bila sababu. Hizo ni dalili ambazo zinaingiliana na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo matibabu, nadhani ukitapohisi dalili zote za kisukari, kupitia serikali yetu, vituo vya afya vinapatikana kila sehemu, unaweza kupita, na vipimo vya sukari vinapatikana kila sehemu. Unapita, unaonana na mtaalamu wa afya, anakufanyia screening. Sio tu kunapokuwa dalili, umri wako unapozidi kusogea zaidi ya miaka 40, 35, unashauriwa kwa mwaka hata kuangalia sukari yako mara moja. Lakini si lazima umri huo, hata wewe mwenyewe kufanya check up ya sukari yako ni kipimo ambacho hakitumii muda mrefu. Unapima sukari yako kuangalia iko kiwango gani. Lakini kupitia serikali yetu tunasema vinapatikana vituo kila mahali. Lakini pia kama unapatikana Morogoro, unakaribishwa hospitalini kwetu kwa ajili ya kufanya uchunguzi na ili kuanzishia matibabu ya sukari. Matibabu yake kuna lifestyle modification, maana yake tunasema kubadilisha mfumo wa maisha. Sio kila unapogundulika una kisukari lazima utumie dawa. Tunaweza tukafanya tu mabadiliko tu katika mfumo wako wa maisha, mfano vyakula, tukakuelekeza kufanya mazoezi, tukakuandikia diet ya kuanzia unapoamka mpaka unapolala. Lakini pia tunakukataza baadhi ya vitu usitumie na baadhi ya vyakula usitumie ili kuwa salama. Lakini matibabu ya pili huwa ni ya matibabu inaweza tukatumia oral hypoglycemic, dawa za kisukari za kunywa, lakini pia tunaweza tukafika hadi kwenye insulin. Na matibabu yote haya yanapatikana hata katika hospitali yetu ya Baraka Polyclinic. Nashukuru sana kwa presentation yetu. Karibuni sana Baraka Polyclinic. Karibuni sana.